zitakuwa bayana siri. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani mtukufu wa daraja kipenzi chetu mtume wetu Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tunaendelea na fadla hizi za kupata baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa tuko na saumu, lakini baraka yenyewe ni ile aliyosema Nabii Muhammad kwamba majtama qaumun fi baiti min buyutillah, hawakukusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, wakisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, yani Qur'ani, kitabu ambacho kimeshuka katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na wakidarisishana, illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa watu hao utulivu utawashukia, wa ghashiyatuhum rahma, na rehema ya Mungu itawaenea. Kwa hiyo tulipo hapa sisi ni maghfurina marhumin, sio marhumina kwa maana ya marehemu, yani ni watu wenye kurehemewa na Mwenyezi Mungu, wenye kusamehewa pia na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wahafatuhumul malaika, na malaika wanawafinika watu hao kwa mbawa zao, huku wakiwaombea rahma kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu hawaja wako wameketi, lakini kuketi kwao hapa si kwa jambo lingine, ni kwa ajili ya kukitukuza, kukienzi kitabu chako, maneno yako matukufu, kitabu kitukufu kuliko vitabu vingine vyote, maneno bora kuliko ni maneno mengine unayajua wewe yote toka kuumbwa mbingu na ardhi. Lakini wadhakara Allahu Ta'ala fi man inda, Mwenyezi Mungu anawataja ni katika sehemu ya watu wake, kama hadithi nyingine inayosema inna lillahi ala an-nasi ahlin, kwamba hakika Mwenyezi Mungu kwa watu ana watu maalum. Mungu ana watu kwa watu, lakini ana watu special. Masahaba wakamuuliza Nabii Muhammad, manhum ya Rasulullah, ni kina nani watu hao maalum? Yani kuna watu maalum wa Mungu, kina nani watu yani maalumu? Ni mtu mwenye umuhimu. Kuna mgeni afu kuna mgeni maalum. Meleka vizuri? Sema nataka wajua watu wale muhimu special wa Mwenyezi Mungu ambaye ndio wake hao. Asema hum ahlul Qur'an, ahlullah wa khassatuh, hao ni watu wa Qur'ani, yani ni watu wenye kuipenda Qur'ani, ni watu wenye kuisoma Qur'ani, ni watu wenye kuifanyia kazi Qur'ani. Wa khassatuhu, na wale watu
ambao ni special, nao wanahusika tu na Qur'ani hiyo, au ndio watu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu maalum. Leo likitaka wewe kumwendea mtu tajiri yoyote unaye katika matajiri unayofahamu hapa Tanzania, mfute fulani bwana, huyo moja kwa moja huyo akikwambia tu yupo muda fulani kwamba boss kubwa yupo na nini, basi ujue yupo kweli. Hapo unaenda unachukua mzigo unatoka. Umeeleka vizuri? Kwa hiyo kuna watu maalumu wa huyo tajiri. Umeelewa ahlu fulani wa khasatu. Hao ni watu fulani na special wake. Umeeleka? Yaani hapo huyo tajiri kama ataka kukusaidia lazima wasikilize watu wake, wasikilize wanasemaje, afaa kusaidiwa au hafai. Akitetalika bosi huyu alikuja yuzi kaibe, watoi kitu. Lakini wakikuombea unafanya nini? Unapata. Sasa ndio hao watu si lolote chochote. Uwe mtu wa nani, wa mtu maarufu, uwe mtu wa waziri, uwe mtu wa mbunge, uwe mtu wa wallahi wewe huna maana yoyote. Lakini utakuwa na maana ukiwa wewe mtu wa Allah. Mtu wa Allah, ili uwe mtu wa Allah basi kuna sababu ya wewe kuwa mtu wa Allah. Ni Qur'an. Ukipenda Qur'ani, wewe ukitaka ukimpenda Mungu na ukampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi penda Qur'an. Ukipenda Qur'an yuhibbaka Allah, Mungu anafanya nini? Atakupenda, wa rasuluhu, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye atakupenda. Faya lilajab, leo maajabu makubwa, waya lilasaf shadid, na kwa masikitiko makubwa, waya lilari waya lishalari waya lilfadhiha, fadhiha iliyoje. Leo watu hawaitaki Qur'an. Ukimwambia kuna darasa ya Qur'an ya kuona, wewe mpuuzi, wewe huna kazi. Haya yote haya aliyosema Mungu hawana haja nayo. Na wengine sio kwamba wana shughuli, ibilisi tu anafanya shughuli yake. Tunaulizwa kwamba ibilisi mbona kafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, inakuwa yupo meleka vizuri? Inawezekana ikawa ndio wewe mwenyewe unainuka ndio ibilisi mwenyewe. Sio tumelala vizuri? Haiwezekani jambo adhimu. Kuna lolote watoko na chadarsa na kukaa kuangalia mpira, kutazama mpira, ndondo cup na darasa kipi bora? Sasa kwa nini tukuite ibilisi? Ambona ibilisi? Wewe ndio ibilisi mwenyewe. Mwingine anaweza katoka, kwa mfano mwanafunzi akaenda ndani tu bodi aenda kulala, hana fanyalo. Kwa hiyo watu wa Mungu utawaona na watu wasiokuwa wa Mungu utafanya nini? Watu wa Qur'ani utawaona na watu wasiokuwa, kama alivyosema Nabii Nuh, inna qaumi ittakhadhu alqur'ana hadha alqur'an mahjura, hakika watu wangu wameifanya Qur'ani ni kitu chenye kuhamwa, hawaelewi si ndio? Kafika mahala Mwenyezi Mungu, Nabii Nuh alipoona sasa hii tulet, ya Rabbi asema inni da'awtu qaumi layla wa nahara, hakika mimi nimewalingania watu wangu kwamba wakuogope, watekeleze awamiri zako, maamrisho yako, waache mabaya. Inni da'awtu qaumi layla wa nahara, hakika mimi nimewalingania watu wangu siku na mchana. Falam yaziduhum fi du'ai illa firara, hakuna walichonizidishia katika kule kuwalingania kwangu isipokuwa walikuwa kinikimbia. Wakiniona yule jamaa anachanja mbuga, Waswahili wanaita hivyo, sio? Atakuja kuniletea makelele yake.
thumma inni da'awtuhum jihara, kisha mimi sio kwa siri tu nikawalingania kwa dhahiri hivi kwa kuambia, wa asratu lahum israra, lakini pia nikafanya pia kuwalingania kwa siri. Wakasema wa asarru wastakbaru istikbar, wakatia tindi za vidole masikioni kisha wakafanya kibri na dharau kama anawapiga kelele. Sasa Nuhu akasema rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dajjara, Mwenyezi Mungu nakuomba kwa hili wanalonifanyia watu wangu, nakuomba Mwenyezi Mungu, la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dajjara, nakuomba usiache katika hii ardhi, mgongo wa ardhi, kwa hawa makafiri. Wallah Mwenyezi Mungu usibakishe nyumba yoyote ya kafiri. Kwa nini? innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara, ukiacha nyumba katika hawa bila kuangamiza, yudhillu ibadaka, watapoteza waja wako wote. Na ukiacha nyumba katika wao, wala yalidu illa fajiran kafara, hakuna kitakachozaliwa isipokuwa kitakachozaliwa kizazi kiovu tena cha kikabila. Salamu billahi. Kwa hiyo haya tunayoona leo haya humo misikitini, darasa zinaendelea wapi, haya umekimbia hapa basi hata kaacha na redio. Ndugu yangu, hamna naika na redio. Haya TV, kwenye TV darasa zinaendelea, ndio kwanza wabadilisha channel, unatafuta nini, Azam Sport uangalie leo sijui ya ittaqillah haitha ma kunt, mche Mungu bwana popote utakapokuwepo. Anasema Nabii Muhammad, wa atbi sayyi'ata alhasanata, fuatisha lile ovu kwa kufanya jema, tamuha, ili jema lifute ovu. Wewe ndo kwanza unabadilisha jema kwa kuweka ovu. wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kwa hivyo wengi wa watu hawajui umuhimu wa Qur'an, na tukieleza Qur'ani, ndugu zangu, hatutoimaliza. Aya chungu mzima zinakemea yule mwenye kupuuza maneno, wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yeyote mwenye kupuuza utaji wangu, kitabu changu, huyo ana maisha ya dhiki. Tena sio dhiki ndio, maisha ya dhiki. Wewe ni hopeless, huna jambo wewe. Tumeelewana vizuri? Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tena siku ya kiyama tutamfufua mtu huyu kipofu, atakuja kwa Mungu analalamika, rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Mungu vipi, duniani mimi nilikuwa handsome boy, nimelega vizuri, kwa nitembea na macho yangu mwenyewe mazuri, nimelega vizuri, nazungusha mpaka wanja, nimelega vizuri. Sasa leo mbona mimi kipofu? Mwenyezi Mungu amcheleshe. Kala kadhalika atatka ayatuna fanasita, atasema Mwenyezi Mungu hivyo ndivyo na wewe Qur'ani yetu ilikujilia ukajifanya umesahau ukapuuza. Wakadhalika al-yawma, na wewe leo tumekusahau bwana, wewe leo na wewe tumekusahau. Usahau kitabu cha Mungu jamani, japo chaonekana kitabu hiki leo kwamba ni kitabu cha watu waliokosa kazi. Sasa watu wakamkamiesi hao wanatabu hao vitia wasomi wa kisasa. Ukitaka baraka, ukitaka jambo lako lende, suhubiana na Qur'an. Ukisuhubiana na Qur'an unasuhubiana na Allah kabisa. Wazee wetu wa kizamani, maneno kidogo mengi kabla sijaanza tafsiri, lakini lazima tueleze umuhimu wa jambo ambalo tunalo. Wazee wa kizamani, kuna vile vijitabu vya talqini vile, mwanzo wake vina surati Yasin. Huyo bwana atabakia nacho ni mashuban fi jaybihi, atakapokwenda kile Yasin akitia mfukoni kidogo dogo, kinakaa kwenye mfuko kote, ana itikadi ile ndio hasbuhu, tosha yake.
tosha yake kwa kila aina ya shari, lakini ndio khairi yake na baraka yake. Sisi malamu leo nani katika sisi anaweka nani leo? Ulize tu ndugu zetu wa Uislamu au mawaziri au nenda ofisini kwake uangalie mezani kuna Qur'ani ya utaulizwa ukifa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, man rabbuka, nani mola wako, wama dinuka, ni ipi dini yako, wama imamuka, nani kiongozi wako. Al-imamu laysa alladhi yaumu an-nas, wa inma al-imamu huna al-maqsud al-kitab, kitabullah. Nani imamu wako? Al-Qur'anul Karim, kitabu changu, kitabu sio Qur'ani Karim ndio kitabu changu na kitabu chako. Ma dinuka? Al-islamu din. Ma qiblatuka? Al-Kaabatu qiblati. Al-Kaaba ndio nini? Kibla changu. Tumeelewana jamani? Mzee Kunga, umeelewa? Utaulizwa ukifa, unaje na kujibu au wasubiri mwalimu Shabani aje kukujibia pale kwenye talqin? Al-ani, atikani, al-malakani, al-karimani, al-muhasibani, ndio. Fa idha sa'alaka man rabbuka faqul Allahu rabbi. Sasa wewe huko hujajishughulisha, unajua mambo mengine mnawapa sai mawahabi. Sisi tumelala vizuri wallah. Kama wewe ulikuwa sio min ahli al-Qur'an, ulikuwa wewe sio min ahli al-iman, yale maneno Mwalimu Shabani atakuwa lakini wale hataweza kujua. Mzungu sio, unaelewa tutakulakinia kama ada, tarkul ada adawa. Wewe mursal, unaelewa? Nitazame vizuri, meleka vizuri Abdurrahman. Sasa tutakulakinia tu kama ada, lakini wewe umekaa hapa, kazi yako kunywa pombe, kazi yako muziki, kazi yako madisco, sawa, uzinifu tu, kazi yako starehe. Alafu siku ya mwisho unatamani aje imamu hapo, umekufa la ilaha illa simaanishi kwamba mambo haya yafai, lakini ninasema yafaa kwa walioyafaa. Umeelewa? Yafaa kwa wale walioyafaa mambo haya, hayatofaa kwa yule ambaye hakuyafaa. Sasa mwalimu, sasa tuyafae ili na yeye yakatufae, au sio? Tukiacha kuyafaa sasa tufa. Hawaweki vitabu vya Mungu. Wallahi aibu nyumba Muislamu. Amefariki mmoja katika ikhwa, ndugu, sio? Inafika mahala leo ndugu kafariki, watu hawaelewi hata ile kacha Uislamu. Ndo anatafuta msikiti uko wapi, maka haswali maskini, hajumuiki na wale ahlul ibada, hajui taratibu mtu akifa afanyaje, na kafa ndugu yake kama mbabake au mamake, hajui amfanyaje ndani, kama kumla nyama au kumtupa, kwa sababu si watu wake hawa wa kimsikiti. Yeye ana watu wake wa hovyo. Sasa wale hawawezi kumsiri huyu. Inna lillah. Swaleni watoto wetu, tuwafundisheni watoto wetu Uislamu, ili tuwaachie urithi wa kumpenda Allah, kumpenda Nabii Muhammad, ukipenda kitabu cha Qur'an. Tumeelewana jamani? Hatujui thamani
yale maneno ya Mwenyezi Mungu, umuhimu wake na thamani yake. Umuhimu na thamani ya Qur'ani, kama alivyosema Mwenyezi Mungu mwenyewe, lau anzalna hadha alqur'ana ala jabal, au tungeteremsha hii Qur'ani mnayoipiga piga mateke, mnairusha rusha tu, hiyo huwa hapo bwana. Haya maneno lau yangeteremshwa ala dhirwatil jabal, katika kilele cha la ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khashyatillah, ungeuona ule mlima namna unavyofanya hofu, unavyoogopa uzito wa maneno ya Mungu, unavyotetemeka min khashyatillah, kwa ajili ya kumwogopa nani? Haya Mungu asema wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas, mfano huo apigwe mbuzi bwana, ng'ombe, mbuzi, wala ndege wa aina yote, wala mdudu. Mfano huo wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun, mfano huo tunawapigia watu wenye akili timamu ili wapate kutafakari, kufikiria adhamatul Qur'an, ukubwa na heshima ya Qur'an na utukufu wake. Sasa haya kitu Mungu anachokieleza hivi, ndani kwako huna, wewe umekufa. Wallah, kama ndani kwako unaishi Qur'ani huna, na sio unayo Qur'ani kama urembo, at least unaamka subhi, baada salati subhi, soma japo juzu moja kwa mwezi, umehitimisha. Wewe soma tu, usitaki kutafsiri, usitaki nini, soma tabaruka lillah, afu niambie kama ya kwako ya watu wengine. Jambo lako lolote Mwenyezi Mungu, mimi shida zangu kaza, mimi sidili nacho, mimi nadili na kitabu chako tu, kila siku mimi nahitimisha juzui, hatokudhuru ubaya wowote, hatokudhuru jini wala shetani, na Mwenyezi Mungu ndani ya nyumba hiyo ataondoa balaa, ataondoa matatizo. Ameshasema innal bayta alladhi la yuqra'u fihi alquran, hakika nyumba, au innal bayta alladhi la yuqra'u fihi alquran, nyumba ambayo haisomwi nini, yukillu khairuhu au tukillu khairuhu wa tukthiru sharruhu, khairi yake inakuwa ndogo, shari inakuwa kubwa. Leo huyu na huyu, baba na mama wapigana, mara watoto wamefanya hivi, mara hivi, bala maradhi aina mbalimbali, kaupa huyu, umemaliza umetibia, kaja huyu, yani misukosuko ishi. Nyumba hiyo baba haina Qur'ani, katawala ibilisi. Ushamwachia ibilisi uskani, mumfanya kiibilisi sasa kwa ndo imamul bait, imamu wa nini? Sasa ibilisi hawezi kukaa kwa maneno haya. Maneno haya ni makubwa, maneno haya umuhimu wake mkubwa. Mfano huo katupigia Mungu, lakini mfano mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuamwambia Nabii Muhammad namna ilivyo adhamatu kitabillah, ukubwa wa kitabu cha Mwenyezi Mungu, ukubwa wa Qur'ani. Mwenyezi Mungu anamwambia Nabii Muhammad, qul law kana lilbahru midadan likalimati rabbi, ambie Nabii Muhammad watu wako wasiojelewa waelewe, lau hii Qur'ani ingelikuwa ndio wino likalimati rabbi, wa kuandikia maneno bahari, lau hizi bahari zingefanywa kuwa ndio wino wa kuandikiwa maneno ya Mwenyezi Mungu, la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, bahari zote zingemalizika muflis kabla ya kumalizika maneno ya nani? Yani Qur'ani kuandikika ingekuwa haijaisha, bahari zote zingemalizika, ndio huo wino wa kuandikia Qur'ani, na miti yote iwe ndio kalamu ya kuandikia nini? La nafida al-bahr, bahari zingemalizika zote, miti yote ingemalizika kabla an tanfada kalimatu rabbi, kabla ya kumalizika maneno ya Mwenyezi Mungu. Tena Mwenyezi Mungu yasema katika suratul Kafi aya nambari 900, nambari 109, 109. Funua utaona ile nyingine tuliyosoma ile
lau anzalna hadha alquran, aya nambari takriban suratul Hashr, aya itakuwa ya 21 au 28, sina kumbukumbu nzuri, lakini suratul Hashr meleka vizuri. Anasema walau jiina bimithlihi madada, zile bahari zingemalizika na miti, tungeleta tena bahari zingine na miti mingine, sawa. Tuandikie hii Qur'ani, pia zingemalizika. Qur'ani iko pale, ukubwa ulioje wa kitabu hiki. Hebu niambie, kitabu cha nani? Sheikh Shaban Robert? Kitabu cha mwalimu? Kitabu cha nani? Hakuna kitabu cha mtu yoyote bwana ambacho kitabu chenye nguvu kubwa, chenye thamani agla, thamani ya hali ya juu kama kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu. Tulopewa, tuloletewa, tuko hai au tumekufa? Kabla ya kuingia makaburini tushaingia. Naona msafu wa mzee Kunga, mwalimu amuulize msafu huo uko nafana hapa, mtu mzima huyo, lakini angalia msahafu aliokuwa nayo wewe, nuskha yake na msahafu wako wewe, afu muulize msahafu una miaka mingapi? Msahafu ya kizamani kautunza mpaka leo. Wale wazee wa kizamani ukichanika anaushona, repair msahafu na repair. Wewe unaoshika msahafu makaratasi ya nini? Huna mpango na kwenda zako, utapata laana ya Mungu. Kimuuliza mzee wa msahafu, mimi nimemtazama wa miaka zaidi ya 80. Sikiliza maneno, unasemaje mzee Kunga? Kaukuta. Kama hivi kaukuta, kwa maana msahafu huo kaurithi kutoka kwa nani? Angalia wazee wa zamani walivyokuwa wanaheshimu. Sisi hapa mtu kapoa msahafu jana leo au kautazame msahafu wenyewe tayari, inna lillahi mpya na mashallah inayotoka sasa hivi vizuri, inang'aa. Sasa ndio kwanza ndio ikitoka vizuri inang'aa, ndio inakuwa fashion. Kama kuweka mtu ataweka tu pengine kwenye gari, sio kwa kusoma, lakini pia Aisha akaulete kwanza, kimake ukiuonyesha lazima uchukue. Mpaka tunapozungumza vitu tunazungumza kiuhalisia, sawa? Haya, ule msahafu ni mwanafunzi kasoma pale, tuna kitabu chake, ambulete msahafu ili muone kwa unazungumza, kwa maana sasa hivi sisi tumeihama Qur'ani. Naona uso jina lake kaandika mwenye Msijidi Gaddafi, umeleka vizuri. Maelezo mzee wa zamani hawezi kuacha hivi. Unakuta msahafu umeshonewa ngozi safi, umeripewa, umejaradiwa, anaupenda, ana nini? Lakini huyu kwa sababu yeye hajui thamani yake imekuwa mingi, tupa. Abjalili msahafu mzee Kunga samani, hebu ishaisa uonyeshe. Kama nasema umeharibika kadri mara 5 utashafanya repair. Kwanza mnaona mtafanya. Mnaona? Hili gamba hili. Sorry. Limeharibika takriban mara 5 ka repair. Mara 5. Lakini maadhalika tumelala vizuri. Maadhalika tazama ulivyokuwa msafi,
Tazama ulivyokuwa msafi. Uchukua wako mawino umo, peni limevujiwa umo, kuna mistari yako mwenyewe umepiga ya ajabu umo, kitabullah. Unaona alivyokei? Umeuona hii gundu? Umeona alivyoweka jarada? Wewe wako mwanafunzi, wewe unayesoma ma hadha alkitab, wala ana mpango kwamba ukiisha atatupa na chukua mwingine, au utajua elimu utaipata vipi? Mzagunga, umesema msahafu huu wewe umeukuta. Je, wewe una umri gani mpaka sasa? Mzagunga ana miaka 80. Kwa hiyo huu msahafu una umri mkubwa kuliko yeye. Na ulikuwa nani? Msahafu wa mama yake mzazi. Kwa hiyo kazaliwa kakuta na anao. Na usishangae pengine la kadar Allah Mwenyezi Mungu akamfutani, kuna mtu akaja akarithi. Sasa pengine atakayerithi ndo kama watu wenyewe kama sisi. Kwanza kiutazama ataona yeye mwenyewe anaweza kujaa kwamba msahafu mbona huna nakshi. Sisi wazee wa nakshi. Meleka mzuri. Wallahi natia uchungu. Msahafu una miaka 80 na una miaka 90 tuseme, au zaidi ya 100. Leo na hali hii, nani leo katika sisi anaweza akakaa na msahafu ukafika umri wa miaka 100? Ushahidi ni hapa. Hadi hapo ukiangalia pengine toka kupigwa chape una miaka 5. Chapa ulipotoka uko kiwandani. Lakini umefika kwa huyo aliofika kwake sijui kuna miezi 6. Ndio haya tunazungumza. Hawa ndio mawaziri. Hawa ndio wabunge. Kwa nini hawajui thamani ya Qur'ani? Hawataki kukaa wafahamishwe yale yaliyomo ndani yake. Wangelikubali kukaa wafahamishwe yale yaliyomo ndani yake, wakakaa kama hivi tunavyokaa, kama alivyosema Muhammad. Huwezi kutupa kitabu hata siku. Huwezi